Msichana alishtuka kugundua kwamba yeye na rafiki yake wa karibu walikuwa wamesafiri kuingia ndani ya riwaya pamoja. Zaidi ya hayo, wote wawili waliolewa na kaka wawili matajiri. Hata hivyo, walijua kwamba wao walikuwa mbadala tu wa wapenzi wao wa kwanza wa hao kaka. Kwa hiyo wakapanga kukimbia na pesa, lakini walipoangalia salio, msichana akagundua kwamba alikuwa amehamisha pesa zake zote kwa mpenzi wake wa zamani, na pesa za rafiki yake zilikuwa zimelazimishwa kuhamishwa kwa mama yake wa kambo. Hapo ndipo akaona suluhu pekee ilikuwa kubaki kwenye familia ya matajiri na kuanza kuokoa taratibu. Wakati walipoona chakula cha mchana cha kifahari, wote wawili wakaanza kula kwa pupa. Mara ghafla baba mkwe akapendekeza kwamba anatamani sana kupata mjukuu. Kwa hiyo akaahidi kwamba atakayepata ujauzito kwanza atapewa nyumba ya kifahari na milioni 10 taslimu. Hii iliwapa motisha kubwa wasichana hao ambao walihitaji sana pesa. Msichana akasema kwamba yeye ni mwenye afya njema na anaanza kwa urahisi, na rafiki yake akadai kwamba ataweza kuzaa watoto 4. Lakini kwa mshangao, waume zao ambao hawakai nyumbani mara nyingi walirudi kwa wakati mmoja na kusikia kila kitu kilichokuwa wakisema. Wakiwa wameaibika, wasichana hao wawili walijaribu kuondoka haraka, lakini kaka mdogo akamvuta mke wake na kuingia naye chumbani ili kusoma. Rafiki yake haraka akasema kwamba ataenda kushauriana na daktari bingwa wa wanawake, naye kaka mkubwa akamuuliza mke wake ni nani hasa angependa kupata naye mtoto. Msichana hakuwa na budi na kusema kwamba amechoka sana na anaenda kulala kwanza. Kisha wote wakakimbilia vyumbani kwao. Waliporudi chumbani, wakaanza kupanga mpango mpya. Hatua ya kwanza, msichana alipaswa kukata kabisa uhusiano na mpenzi wake wa zamani tapeli. Hivyo usiku huo msichana akamwalika mpenzi wake wa zamani wakutane uani. Alichukua silaha na pamoja na rafiki yake wakampiga mpenzi wake wa zamani vibaya sana. Kwa mshangao, tukio hilo liliangaliwa na kaka wawili kutoka gorofani. Kaka mkubwa hakuwahi kufikiria kwamba msichana ambaye alikuwa na macho kwa mpenzi wake huyo angemshambulia kwa ukatili namna ile. Jambo hilo likamfanya abadili mtazamo kidogo juu ya msichana huyo. Siku iliyofuata, kaka wawili kwa hiari wakapendekeza kulala vyumbani kwa wapenzi wao. Hili liliwafanya wasichana hao wawe na wasiwasi sana. Ilikuwa mara yao ya kwanza kuwa peke yao na jinsia ya kiume. Kaka mkubwa, baada ya kupangilia mambo, alikuwa karibu kulala alipogundua kwamba mke wake bado alikuwa kwenye mazungumzo ya video akicheka na rafiki yake. Basi akampigia simu kaka yake mdogo na kumwambia amdhibiti mke wake. Kisha kaka yake mdogo akamnyang'anya simu mke wake na kukatiza mazungumzo hayo. Msichana alikuwa na jinsi ile ya kulala, lakini kwa siri akaweka mkono wake juu ya kifua cha mume wake.